Ndugu zanguni, ni wakati sasa wa kwenda kuaga mwili. Niombe wa mama tutaanza, lakini wale ndugu wote ambao hamwezi kujizuia, basi kwa rehema za Mungu tunaweza kubaki hapo hapo. Wengine sasa tupite twende tukauage mwili. Ndugu zanguni, tuongeze spidi, muda wetu sio rafiki. Wa mama piteni, na kama ujiwezi, kama nilivyosema, unaweza kukaa tu hapo hapo kwa utulivu, na Mungu atakupa nguvu. Muda wa baba wote sasa, mkiongozwa na ndugu, basi naomba tukombe wakati tupite kuaga mwili.
Vijana wote sogeni karibu hapa ili tupeleke mwili wa marehemu kwenye nyumba yake ya mwisho. Vijana wote tufanye haraka, muda wetu sio rafiki. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa 51 linasema hivi: angalieni nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya Mungu itakapolia mwisho. Maana parapanda italia na wafu wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na wafu utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa: mauti imemezwa kwa kushinda. Wapi mauti kushinda kwako? Wapi mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu ashukuriwe atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majivu tukitazamia tumaini lile lenye baraka, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, wa uweza ule ambao kwa huo uweza hata vitiisha vitu vyote viwe chini yake. Maneno haya yanapatikana katika kitabu cha Wafilipi sura ile ya 3 mstari wa 20 hadi 21. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ndugu mtazamaji unayetutazama kwa wakati na muda huu, ni wakati mwingine tena tupo katika mji wa Lwamugasa uliopo wilayani Geita, mkoa wa Geita. Leo bwana, tuko maeneo haya katika kitongoji cha Imalanguzu hapa Lwamugasa. Tupo na mheshimiwa hapa, kuna watu wamekusanyikana kama unavyowaona. Maana yake ni kwamba tumekuja kuaga mwili au safari ya mwisho ya mwenzetu. Basi tuipate historia fupi kutoka kwa mtoto wake ambaye ni mkubwa, tutajitambulisha kwa majina yake, lakini pia tutafahamu ilikuwa ni nini kimetokea na hadi leo kufikia mahali hapa tumekusanyikana mahali hapa. Huyu mama anaitwa Levania Nkenga, amezaliwa mwaka 1940, na katika maisha yake hakubahatika kupitia hata chekechea. Lakini pia kuolewa kwake, ameolewa mwaka 1960 na amekaa na mume wake mpaka 1990. Kwa mantiki hiyo alikuwa na watoto, amebahatika kupata watoto 12, ila walio hai ni watoto 8. Tuishie hapo kwanza. Amebahatika kupata watoto 12, walioko hai ni watoto 8. Ndugu mtazamaji unayetutazama, utajua hadi leo kufikia umauti umemkuta leo, ambayo ni Machi 2025, ni miaka 80 na sehemu. Labda sasa kabla tujaendelea, nikuulize labda aliacha wajukuu wangapi na vitukuu wangapi? Hebu tusikilize kwamba marehemu aliacha wajukuu wangapi. Asante. Huyu marehemu amefanikisha kuacha wajukuu 54 na vitukuu 24. Marehemu, ni kitu gani kimesababisha afika kuwa na mauti? Hatuna historia kamili ya kwamba alikuwa anauma nini wala nini, hapana, ila kifupi ni kwamba huyu mama alikuwa kila wakati anasema ninauma hivi, ninauma hivi. Mwili wake ulikuwa haukai na amani kwa siku zote. Lakini kwa ujumla, kwa jinsi tulivyokuwa tumekwisha mzoea, hali yake ilikuwa sio mbaya, nafsi yake ilikuwa nzuri tu, isipokuwa tu alikuwa anasumbuka tu na mafua pamoja na kikohozi. Lakini hiyo tarehe 12 amekula vizuri, akalala vizuri, na wanajua kwamba ameenda kulala akiwa yuko vizuri. Lakini hiyo tarehe 13 kuamka, mwenga wake anakuja kumwamsha, anakuta amelala chini, na hatimaye kuja kuangalia hana maisha tena. Ndipo sasa akampigia simu, hata mume wake alikuwa hayupo, akamjulisha aliyomjili. Mume wake akamwambia hebu nenda ukamuite daktari ili aje apime, angalie kwamba bado haya au namna gani. Daktari alivyokuja kupima akakuta kweli amekishapoteza maisha. Wewe kuwawakilisha wa mama wengine ambao ni wake wa watoto wa kiume wa huyu mama, nyinyi ndio umebakia kuwa faraja juu yao, unalizungumzaje jambo hili wewe kama mke wa mtoto wa huyu mama? Mimi kwa majina naitwa Furaha Charles. Kwa huyu mama ambaye ametutoka, mimi kwanza ni mwinga wa kwanza, na tangu nilipofika pale kwenye ule mji, yule mama alinitunza, yule mama alinielekeza, na pale ambapo nilikuwa siwezi alikuwa ananisaidia. Kwa hiyo mpaka kutoka nilikuwa nazungumza naye na alikuwa ananipenda. Naona nikomee hapo. Au unaona wote hawa ni wajukuu. Nipo na mwana Msimbazi hapa bwana. Anasema bwana mimi nimekuja hapa kumwaga bibi. Dogo unaitwa nani? Kwa majina naitwa Nixon Jackson. Nixon Jackson. Wewe ni shabiki wa timu gani? Wa Simba. Wewe ni shabiki wa Simba. Akasema isiwe kesi leo Simba anacheza na Dodoma, lakini pia leo amekuja kumwaga bibi yake. Niongee na mjukuu hapa, naona sasa ndo mkubwa, niongee naye mawili matatu. Pole sana. Unajua mara nyingi tunapoondokewa na bibi zetu kwa namna moja au nyingine, huku ndo nyumbani. Yaani ukisikia huku ndo nyumbani, huku ndo kwa bibi na babu alipokuwa. Kwa hiyo wewe limekugusaje jambo hili kama mjukuu mkubwa? Bwana, kiukweli hili swala linasikitisha. Kwanza hivi unavyoniona mimi nimeondokewa na mke wangu. Inauma sana. Pole sana, pole sana, pole sana.
Jamani, ukisikia mke wake hapa, labda tufafanulie. Huyu bibi kuna ule utani ule. Bibi ni mke. Kwa sije ukajiuliza sasa kaja tena msibani kwa bibi tena ni mke. Haya. Ni mke wangu kwa maana ya kwamba ni bibi yangu. Mimi ni mjukuu wake kwa mwanae wa pili wa kike. Mwanae wa pili wa kike. Kwa majina naitwa Richard Philigon Raphael. Nimeumia sana lakini Mungu ni mwema. Nadhani amemtunza mwenyewe. Sawa, leo upo Lwamgasa lakini umetokea wapi hadi kufika hapa kuja kumuaga bibi? Nimetokea Mwanza kati pale Kilumba. Sawa, Mwamba akatokea Mwanza, akasema lazima niende nikamuage mke wangu mpenzi, bibi yangu, na kweli amefika. Ni mjukuu ambaye ni mtoto wa mtoto wa pili wa kike wa huyu marehemu. Kuna wengine hapa, labda niongee nao mawili matatu kwa muda mfupi sana. Unasogea tu, unataja kwa jina, umetokea wapi na wewe ni mtoto wa nani? Mimi kwa majina naitwa Felista Gadson, nimetokea Mwanza, nimekuja kumwaga bibi yangu. Nilikuwa nampenda sana bibi, lakini hamna jinsi, bibi yetu ametutoka. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bibi ametoka Mwanza. Niambie hapa blaza, umetoka wapi, unaitwa nani na umekuja kumwaga bibi? Kwa majina naitwa Ileo Filigoni. Nimetokea Mwanza, nimekuja kumwaga bibi yangu kipenzi katika sherehe zake za mwisho. Asante sana, Mungu awabariki sana. Mwingine kwa haraka haraka tu unataja majina, umetoka wapi na umekuja kumwaga bibi? Kwa majina naitwa John Matayo, nimetokea Mwanza Ukelewe, nimekuja kumwaga bibi. Bwana tunaendelea, yupo blaza akapiga, huyu ni mchungaji bila shaka, kama sio mchungaji basi atakuwa mchungaji. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Medoni Philigon Raphael. Mimi pia nimekuja kumwaga bibi yangu kwa sababu alikuwa ni bibi yetu kipenzi na tulikuwa tunampenda sana, lakini ametutoka, haina namna, lazima tuvumilie kwa hali zozote ambazo tunakutana nazo. Sisi ni familia ya kaka yetu ambaye amemaliza kuongea hapa. Sawa, umetoka Mwanza pia? Ya, nimetoka Mwanza maeneo ya Ghana hapo. Asante sana. Asante sana. Hii ni timu yote imetoka Mwanza. Tupo na mama yetu hapa na atatuambia mawili matatu kwa namna ya kipekee sana, lakini jipe moyo, jambo hili linatutokea wote. Karibu. Asante. Kwa majina yangu naitwa Yusta Filigoni. Mimi natokea Masumbwe. Nimekuja hapa kwa ajili ya kumsindikiza bibi yangu. Kusema kweli nilimpenda, ndio hivyo Mungu amempenda zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Amina, jina la Bwana libarikiwe. Hapa nipo na dada yangu ambaye dada yangu na yeye ndo anamaliza kufika sasa hivi. Nataka nimpe aweze kueleza kile anachokikumbuka ambacho huyu mama amemwachia. Asante. Tatu mama huyu umetulea kwa shida. Umetulea kwa shida sana, baadaye kwa baba amefariki. Na nichomshukuru Mungu, ampokee vizuri, ametulea kwa kufanya mambo mbaya. Akaka zangu wote walikuwa nyuma yangu. Wote wale, kinachonisikitisha tu, badala ya matunda yao Mungu naye kaona vyema mtuku. Baba mama yangu, Mungu ampokee. Kikweli ni huzuni kubwa na simanzi, lakini haina budi kukubali matokeo. Na hasa ningeweza kumsema kwamba tumalize, lakini nipenda ni uzungumze kidogo na shemeji yangu ambaye ni mkwelima wake na mama ambaye ametutoka. Shemeji, wewe msiba huu umeupokeaje? Kweli ni mipango ya Mungu. Kumbe Mungu aendelee kututia faraja. Kikweli hakuna namna ya kuweza kuelezea, isipokuwa tunaweza kutoa shukrani za dhati sana kwa mshikamano wa watu ambao wamegeuka kuwa faraja, kianzia wana majirani na kwa Nzengo juu kwa ujumla na marafiki wote waliohusika. Niweze kushukuru, na hasa kanisa wametupa ushirikiano mkubwa. Kiwastani kweli ninaweza nikasema
Bwana ametoa na Bwana ametwaa. Jina la Bwana libarikiwe. Ni timu nzima imetoka Mwanza na sehemu mbalimbali katika mikoa yote ya nchi ya Tanzania. Wamekuja kumwaga bibi yao mpenzi. Wengine ni mama yao. Lakini jambo hili ndugu zangu, kila mmoja linatugusa kwa nyakati tofauti tofauti. Kwa hiyo ni kwa wewe ambaye pia likikufikia, jipe moyo, ni agizo la Mungu. Wote tutarejea kule ambako Mungu alitutoa mavumbini. Kwa hivi ndivyo tunavyohitimisha jambo hili ambalo ni mpango wa Mungu. Tunasema asanteni sana kwa wote ambao umefika na mmeweza kuhudhuria katika sherehe hizi za mwisho za bibi yetu. Kwa hiyo niwaombe pia ndugu na jamaa, mjipe moyo, mjipe nguvu. Hili ni jambo la kwetu sote, hatuna namna ya kulikwepa. Hata maandiko yanasema mavumbini tulitoka na mavumbini tutarudi. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa sababu pia amemlinda bibi yetu, amekaa miaka mingi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunafika mwisho kwa namna hiyo. Mungu awabariki sana. Na ninawatakia safari njema mtakaporejea, lakini pia tuko pamoja kwa matukio mbalimbali, tusiishie hapa, tutashirikiana. Mungu awabariki sana.